ambacho kinaambukiza watu ama kinafanya watu wawe spiritually sick ni mdomo wa watu. Mara mingi mdomo wako unaweza kufanya uwe spiritually sick. Macho yako inaweza kufanya uwe spiritually sick. Miguu yako inaweza kufanya uwe spiritually sick. Mikono, kwa sababu vile nasema kuna watu ambao katika maongeo yao wamekuwa watu wa masengenyaji, watu wa vitina, watu wa uongo. Basi kila siku mwanadamu unapokuwa unaendelea kudanganya, unapokuwa endelea na uongo, unapokuwa unaendelea na masengenyaji, katika nafsi yako unaendelea kuinject, yani unaendelea kuwa injected ndani ya spiritually. Unakuwa mgonjwa wa kiroho, kwa sababu vile vitu unavyovilisha roho, roho haitaki. Vitu unavyovilisha roho havitakani viwe ndani ya roho. Maana maandiko yanasema kwamba roho wa Mungu akai pahali pachafu. Na sasa unapata masengenyo ni uchafu, unapata vitina ni uchafu, unapata uongo ni uchafu. So wakati unaingiza katika nafsi na katika roho yako, unapata automatically unafanyika spiritually sick. So Lazaro akawa yeye ako spiritually sick, na ndiposa madada zake wakasimama wakimwambia, wakaenda kwa Yesu wakimwambia Yesu, Bwana, yule ambaye ulimpenda hajiwezi. Hii inamaanisha kwamba Lazaro alikuwa ni rafiki ya Yesu. Lazaro alikuwa ameokoka, lakini baada ya muda kidogo Lazaro alifeli. Lazaro alirudi nyuma, akaweza kujichanganya kwa vitina, akaweza kujichanganya kwenye masengenyo, akaweza kujichanganya kwenye roho mbaya, na ndiposa Lazaro akarudi akawa mgonjwa wa roho. So anapofika kwa Yesu, ama wanapofika kwa Yesu, Yesu anapoangalia anaona ni mkweli huyu jamaa kadi yake inasoma kwangu, ni rafiki yangu. Na ujumbe huo tulipokuwa tukisoma, nilisema ina sehemu tatu, na ni saidi, hata si tatu tu, ni saidi ya tatu. Kwa sababu unapata hapo, ukifika pale unapata kwamba sasa anasema kwamba ugonjwa huu sio